Mungu wangu baba, mimi sijui nisemeje. Hivi tabia hapa shemeji yako unampa ngapi kwa ngapi? Miaka 100 hiyo. Baba. Ndio mama. Mungu akubariki baba. Sijui nisemeje, sijui lini kitaota hapa baba. Mimi naona siku hiyo silali, nitakuwa ninazunguka tu naangalia hivyo ni. Mimi kweli mama Kwema Bikauye kweli. Afu imeandikwa kabisa hapo, imeandikwa Bikauye White House. House. Nyumba yangu. Kijana mtukutu wenye mambo mengi, anashikwa uongezefeli wa mapambeni. Baby, asante. Mimi nishafika. Haina shida kipenzi changu. Mimi ngoja nikuache nende nikawahi nikakimbize. Unajua tena leo hesabu ya bosi hapa. Sawa basi, lakini usisahau nilichokuomba. Hilo hata usijali. Sawa? Unajua sasa hivi nina hesabu ya bosi nadaiwa. Kwa hapa siku 2-3 hapa nikimbize. Nikimalizia bosi. Sawa? Afu tutamiti au si? Ila ngoja kama kuna kiasi kidogo hapa. Kidogo kama soda au unasema? Sawa? Asante. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Salama mama. Karibu sana. Mbona mmeishia hapa jamani? Haina shida mamangu. Nashukuru, siku nyingine. Kama unaona pale uwezi kupita na hiyo pikipiki, basi tunalifungua. Unapita mzima. Nashukuru mama, asante sana. Mama, huyu anaitwa Boko. Nikwaga nasikia tu Boko, kumbe ndo wewe. Mimi mama, so Boko Haram. Haya, nashukuru kukufahamu. Kwaelini watoto wazuri, naona mko kwenye raha zenu, sio shida zenu. Baby, ngoja mimi nikuache. Sawa? Nikawahi kwenye mizunguko kule. Unajua tena nagawa hesabu ya bosi. Tutaonana kipenzi changu, sawa? Sawa, haina shida. Sawa. Baadaye. Viki, unapenda kuzurura wewe? Haya, umetoka wapi? Shangazi, nilienda dukani. Utakosa mwana kwa maji ya moto. Amna, mimi nimetoka sasa hivi, nimeenda tu hapo dukani. Kwa taarifa yako, Masudi katoka hapa sasa hivi. Embe kwa Kiswahili mapengo, kwa Kiingereza hoho. Asa shangazi, mbona hujamwambia nisubirie? Kakusubiria tena, kaja na haraka, akataka kusubiri jambo liko lele nakwambia. Yaani sio muda, sio punde. Viki, unapanda ndege unaondoka mwanangu. Kaja hapa Masudi ananiambia kule wino umeganda, kaa ionyeshi vizuri. Kwa hiyo katika mikatoa miela miela watu huko. Akapungukiwa shilingi 70,000. Kama shangazi, kama una shilingi 70,000 nigaie niongezee swali iende. Kwa sababu kule wino umeganda, kaa ionyeshi vizuri. Mimi katika shilingi 70,000 nikampa, huyu akaondoka zake. Asa shangazi, umempa hela gani? Hela gani? Si ile tunakwenda kwa mganga. Aya. Ngazi. Sasa unampaje hela kwenda kwa ile ya kwa mganga, wakati nitakiwa hapo tuende kwa mganga. Sasa hivi mimi nimeenda, niwahi kurudi, tuende wote kwa mganga. Hivi Viki, una akili kwa kichwani wewe? Unajielewa wewe? Kwa mganga unaenda kufanya nini kwa mganga? Wakati wewe unaondoka China, jambo liko lele. Kwa mganga unaenda kufanya nini tena? Wewe mbona wewe kujielewa wewe? Mimi nakupambania wewe mwanangu, wewe vipi wewe? Viki. Safari tayari ishafikia mwanangu. Wewe unaondoka China. Kwa mganga achana nayo. Wewe unataka kitu gani sasa? Mwanamume sana kukumiliki, kakupenda, anakuchukua na kusafirisha na kusomesha. Hoteli mpangiwa huko kufikia, pakulala, pasipoti, si nini. Leo kafuata hapo na wino. Wewe unaona mambo madogo yanafanya mwanamume? Wewe kwani akili yako inawaza nini shule kwa unaenda kusoma? Au safari
uitaki, kama uitaki niambie. Nitafute nini, mpige simu na aje mdogo wako aondoke wewe. Utaki kwenda China? Ila shangazi, kupaswa kukurupuka. Tungekaa chini tungeshauriana, tungejua nafanyaje, lakini sawa wewe kama ulivyoamua tu sawa, mimi siwezi nikapinga. Au utaki kwenda China eh? Ila sema ngo. Ni tatu. Tunaondoka. Ondoka. China. Mama. Vipi mama? Salama kabisa. Samahani kusimamisha baba yangu. Wewe si afisa uhamiaji wewe? Uhamiaji? Afisa uhamiaji au sio wewe? Ya, ushaikuja ofisini? Sio nimekuja ofisini. Hivi kwani unikumbuki? Au? Ni kweli mama, ungejaribu tu kunikumbusha kwa sababu mimi nakutana na watu wengi. Yaani ungejaribu tu kunikumbusha. Macho yangu hayanidanganyi. Wewe siku hiyo kuna kumbukumbu zangu zinanijia. Umekuja pale nyumbani kwangu na Masudi Kipenseli, mkwe wangu. Ukuja pale nyumbani ukataka kufanya mambo ya visa, afisa uhamiaji, nini mwanangu Viki aondoke. Upo namzungumzia Masudi? Aha. Wewe ndo nani shangazi yake na nani Zai si Viki. Okay. Sasa nimekupata. Sasa mbona toka siku ile nakuona mpaka leo kimya? Maana alisema siku mbili tu itakapo pasipoti itapatikana tayari. Cha kushangaza na mkuu wangu alikuja pale akasema wino si wino, mna wino kwenu huko. Akasema wino bado. Naomba kidogodogo mama nimpe, nikampa 70,000. Ni kweli mama. Pale ofisini wino kweli uliganda. Na kala ile ilipotea kabisa, ilikuwa hata ionekane pale ofisini. Kwa hiyo nikamwambia bwana Masudi, tunafanyaje hapa? Vipengele vyote mimi nilikuwa nishavimaliza. Ila ilibaki wino na hiyo kala. Tunafanyaje? Ndio hivyo sasa, sisi ndo akakufuata wewe. Kweli, lakini mimi kazi yangu tayari nilikuwa nimeshaimaliza. Inabidi wewe umtafute sasa Masudi uwe mkweo unaosema yeye. Basi wewe babangu kule mkuache tu niende zangu tu. Ndio. Kama itakuwa pengine Homa vipi, nitamsikilizia. Basi sawa mama. Ina maana huyu Masudi mimi amenizunguka tayari. Ina maana kule ameshapiga 70,000. Sasa dunia hii. Kweli dunia inauma. Yaani mama watu maskini ya Mungu anaongopewa, sio binti yake anaenda China kweli? Wakati huyo Masudi mwenyewe hata hapo unaniwa hapa juu. Mwenye huruma sana yule mama. Astaghfirullah. Lazimisha zinazocheza hizi inabidi tuziangalie. Zitatokea puani. Acha nimfuate huko. Haiwezekani. Nifanye nini mjinga? Karibu ndugu yangu. Ndugu yangu. Karibu. Yes. Naosha vyombo. Vipi yake? Safi. Nipe hiyo hela wino na kala. Hela wino na kala? Sasa wewe usichokijua ni kitu gani? Sasa nikwambie kwa taarifa yako. Nimekutana na ule mama leo mtaani wakati narudi katika mishe zangu. Anaanza kuniita, "Hafsa." Wewe Hafsa wahamiaji sijui. Mimi nikageuka. Nageuka hivi ndo nakuta ule mama ananiambia, "Bwana unanikumbuka?" Unanikumbuka? Mimi kiukweli ule mama mimi namkumbuka. Lakini pale nikajifanya kama simjui au simkumbuki kwa sababu nikisema namkumbuka ghafla ingekuwa matatizo. Ananiambia, "Bwana wewe ulikuja na mkwe wangu." Kuile pale mambo ya pasipoti, mimi ndo nikajifanya nakukumbuka, imekuwaje? Ndo ananiambia kumbe wewe bwana ulirudi. Na umerudi pale umechukua shilingi 70,000. 70,000 hiyo ya wino na kala sio haionekani.
Sasa haya mambo yanakuaje? Mbona unanizunguka? Yaani misha tunafanya wote, lakini wewe sasa katika mipango ya pesa unanizunguka. Ndio maana nimeamua kuja hapa, nipe changu na mimi niondoke. Hivyo akili zako zinafanya kazi kweli ndugu yangu? Sasa 70,000 inakuhusu nini? Kwanza ukisikia urafiki ndio huo wa kubebana. Leo umefanya jambo zuri sana. Halafu ndugu yangu nikwambie kitu ambacho usichokijua. Si umenielewa? Mimi nafanya kazi ngumu. Wewe mwenyewe unajua. Kila kukicha najipaka masizi, nafunga tumbo hili, nacheza uswahilini, yani mpaka kero. Siku napata, siku sipati. Hata 20,000 yenyewe kuipata kwa shida. Nianze kuunga 100, 200, siku ukipata bukubuku mpaka ifike 20,000 shida. Sasa ndugu yangu nikuulize kitu kimoja. Wakati tunatoka hapa tunaenda kule, ilikupa shilingi ngapi? Ulinipa 10,000. 10,000 Ndio. Na wakati tunarudi nilikupa shilingi ngapi? Sema mwenye kwa mdomo wako. Kusudi tunaanza kufundishana tena kama watoto wadogo tena ndugu yangu. Wewe niambie tu. Sawa 20,000. 20,000. Jumla inakuwa shilingi ngapi? 30,000. 30,000. Sasa kwenye 30,000. Kwenye 70,000 toa 30,000 na baki shilingi ngapi? 40,000. 40,000. Basi sawa. Wewe unajua mazingira yangu ya kazi jinsi yalivyo. Sawa? Kama nilivyokuambia. Kwa hiyo kwenye shilingi 70,000 nilikupa 30,000 yako, mimi nimebaki na shilingi ngapi? 40,000. Mimi sina kitu. Wezi amini mimi sina kitu. Sina hata shilingi. Dube. Basi nipe na mimi changu niondoke. Mimi sina kitu. Wewe mashango mimi najua. Sasa Masudi, kwenye 70,000 ukitoa 5,000 inabaki shilingi ngapi? 65,000 unaishi vizuri? Niangazie 5,000 bwana, mimi niondoke bwana. Mimi sina kitu. Wewe 70,000 hela sasa hivi. Wewe sikiliza bwana. Mimi labda mimi nikupe 2,000 tu. Hiyo 2,000 mimi sitaki hata kuiangalia. 2,000? Yaani 2,000 mimi nakunua nini kwenye familia yangu? Masude, hebu acha masiala bwana. Sasa acha masiala katika hela. Acha masiala kabisa. Na 2,000 yenyewe ndugu yangu nimetamka tu. Buku? Hiyo hela basi kama vipi? Kaa nayo mwenyewe, usinipe hata shilingi 100. Huwezi kuniletea mimi mambo ya kitoto hayo. Buku mimi naenda kufanya nini? Yaani kwenye 70,000 unipe buku? Sikiza nikwambie maisha yetu tunaoishi sasa hivi. Unga robo 350 pale napata. Alafu naenda kuchukua na dagala 500 pale la kukanga kwa Juma, kwa Bojonga hapo. Maisha fresh. Sawa, mkaa pale kwa Bibi Aziza Jerwa haitofikia. Nitachukua vifu pale na viwasha hapo. Maisha mimi msela bwana, maisha naenda. Sawa, kwa sababu buku langu ulitaki. Mimi naliweka mfukoni, maisha mengine yaendelee. Nini sasa? Lete hela. Wanakuletea mchezo wewe. Hata hivi kwenye naweza nikaikosa vipi? Alinga mtoto wa kiume. Nataka nikufundishe. Sasa nisikize nikwambie. Wewe unajifanya mjanja. Unajifanya mjanja. Sasa mimi nitakuwa sifanyi kazi tena na wewe. Alafu tuone sasa. Shamba. Karibu ndugu yangu. Bibi. Ndugu yangu karibu, nitakuunganisha tena michongo. Ila huyu bibi bwana ukikutana naye ukiwa yaani ukiingia kichwa tunakula za uso. Ila kafanya jambo zuri kweli Buku langu ndo kachukua. Ilikuwa mahesabu ya usiku hivi. Fanya. Hivi unajua ndugu yako anazingua sana. Huyu Masudi kipenseli. Yaani anafeli tena na feli pakubwa sana. Anafeli nini tena? Kwa sababu haiwezekani. Yule bwana mimi kanipa mchongo. Kanipa mchongo na tumekubaliana bwana ule mchongo ningeufanya kwa shilingi 30,000. Kwa hiyo bwana mara kwanza mimi kanipa advance shilingi 10,000. Akaniambia bwana kuna sehemu nataka twende kwa bibi nani huyu. Bibi mmoja hivi mfupi mnene hivi. Bika huye? So bika huye.
ana nini mwanae huyu mfupi hivi cheusi hivi Mfupi mweusi. Unamjua au atakuwa Bindimu? Huyo Bindimu kanipa mchongo bwana, twende kwa Bindimu. Wewe ukajifanya afisa wa uhamiaji sijui. Mimi nikauvaa kweli ule uhalisia mpaka kule tumeenda. Tumefika pale, binti kweli tumemwona, nimemuoje kila kitu, tumemaliza. Wakati tunaondoka yule bwana kazama mfukoni kanipa shilingi 20 yangu. Jina begani shilingi 30 imetimia. Sasa kumbe yule bwana mimi kanizunguka. Akarudi pale siku ya pili. Akaanza kumongopea hosi, kuna vitu pale vinatakiwa. Wino sijui umeganda, kala haionekani. Kwa hiyo pale inatakiwa shilingi 70,000 amalize ule mchezo. Kwani bwana yule bibi wa watu, sijui kilikuwa kielewa chake cha akiba akakitoa, kampa yule bwana. Umeona? Sasa angalia sasa. Yule bwana mimi asinipange kitu chochote na namba yangu mimi anayo. Kashindwa hata kuniambia bwana, kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa Mungu sio asumani leo hii. Leo hii nimekutana na yule bibi. Anaanza kuniita. Hafsa, wewe Hafsa wa uhamiaji? Mimi ndo nageuka hivi ndo namkuta. Namuuliza kwani vipi? Unanikumbuka? Yuko yule mama mimi namkumbuka. Sasa nikasema hapa nikianza kukubali kwa haraka hivi itakuwa yao, kwa sababu sijui nini kinaendelea. Kwa sababu mimi Masudi yule namjua. Yaani mishe zake mimi nazifahamu. Kwa hiyo nikasema nikikurupuka hapa naweza kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Nikasema mimi sikufahamu, hebu nikumbushe wewe nani? Ndio anaanza kunikumbusha, bwana wewe ulikuja na mke wangu nyumbani. Wewe ni afisa wa uhamiaji. Ulikuja pale kwa ajili ya mwanangu Viki kwa masuala ya pasipoti. Mimi ndo nikabaki ndio bwana kukumbuka. Kwani imekuaje? Vipi masuala ya pasipoti? Naona siku tu zinakwenda. Sielewi. Inakuaje? Mimi nikamwambia kila kitu nimeshamalizana naye. Ananiambia hapana, sababu Masudi alirudi hapa siku ya pili yake. Alirudi nyumbani pale siku ya pili yake. Kumwambia bwana kuna vitu vinatakiwa. Wino sijui umeganda na kala haionekani. Hivyo inatakiwa shilingi 70,000. Yule bibi bwana kazama kampa shilingi 70,000. Sasa yule bwana hata kunipigia simu kunipanga bwana huku kuna hiki na hiki na hiki hakuna. Sasa Mungu sio asumani leo hii. Nakutana na yule mama pa. Hebu niambie mimi nafanyaje? Kama sio uzoefu wangu kulifumba hili swala. Angeka wapi sura yake yule? Sasa mimi nikaona msinitanie. Acha niende kwa Masudi. Tunafika pale na bwana ndugu yangu, mbona unafanya vitu kitoto? Mbona hatupangani? Inakuaje? Hatupangani kitu gani? Kama unavyomjua Masudi. Bwana nipe na mimi hicho kidogo hicho kule. Kidogo gani? Hivi na hivi. Anazama mfukoni anaipa mimi shilingi 1,000. Hivi kweli? Mimi nakupa shilingi 1,000? Mimi mwanafunzi? Tena hata hao wanafunzi wenyewe siku hizi shilingi 1,000 haitoshi. Wewe mwenyewe unajua sasa hivi nauli zilizopanda. Mimi 1,000 naifanyia nini? Hivi Faraja, kwa mfano ungekuwa wewe ungekubali? Hivyo ungefanyaje? Duli. Wakati mnaenda umesema alikutangulizia shingapi? Shilingi 10,000. Shilingi 10,000. Na mlivyofanya mchongo wenu mkamaliza, mkamaliza kila kitu, akakupa bei gani tena? Faraja naye anataka tuzunguke. Shilingi 20,000. Shilingi 20,000 Kwa hiyo ukijumulisha ukibanda inakuwa bei gani? 30,000. Na leo 1,000. Kakupa shilingi 1,000. Yaani wewe Duli na Masudi kesi yenu ngumu. Yaani hata kama ukisema uichukue uipeleke mahakama ya Umoja wa Mataifa bado itakuwa kesi ngumu, haiwezi ikasuluhishwa ikaisha. Nakwambia hivyo kwa sababu gani? Wewe Masudi unamfahamu, Masudi anakufahamu, mnafahamiana, yaani mnajuana ile. Au sio bana? Kwa hiyo wewe na Masudi kesi yenu mtamaliza nyie wawili.
tu wenye mambo double, 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 double. Kijana Asante sana. Mama! Mama! Shemeji kaja. Baba huyo. Ndio mama. Karibu. Asante sana. Baba. Mbona umefikia huko jamani? Karibu ndani, afu tabia gani? Unakuja na shemeji yako unanitia hapo nje. Si ungemleta huku ndani? Nahisi sehemu ya huku nje itakuwa sehemu sahihi sana mama. Na vijumba vyetu hivi vifupi. Haya baba, kama utakavyo, mimi nitapinga nani? Sawa. double, 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 double. Kijana mtukutu. Baba. Ndio mama. Afadhali ulivyosema tuje tukae huku, maana uko ndani tungewiva. Ni kweli mama. Hii ni sehemu nzuri sana maana simuona kuna baridi hali ya hewa nzuri. Na nyumbani huko. Nyumbani salama mama. Ila kwa muda huu sijatokea nyumbani. Nimetokea ofisini kwa engineer. Sawa, lakini si ulilala nyumbani baba au? Nililala nyumbani mama. Maana jana engineer alinipigia sana simu kipindi nikiwa kazini bandari. Akaniahidi kwamba asubuhi ya leo niende ofisini kwake. Kwa hiyo kwa muda huu nimetoka ofisini kwa engineer. Na amnikabidhi ramani. Ngoja nikuonyeshe. Bato.